Wanasema mapenzi huja bila taarifa, ila hawasemi kuwa mapenzi yakija yanaweza kubadilisha kila kitu kwenye maisha ya mtu. Hey. Embrace the vibes. Hii ndo siku isiyoeleweka, isiyotabirika na isiyofahamika. Na hii siku ndo utashindwa kuamka. Watu wanahuzunika, ndo siku tunakuzika. Hizi ndo siku za mtu za kuchekelea na zingine za na kuna hii siku kila maskini anaitaka, ya kusahau shida, siku ya kutajirika, siku ambayo atapokea madili, siku ambayo kila mmoja tamhubiri, siku ambayo hatofaa kanda mbili, atakuwa na viatu zaidi ya pea mbili. Siku za mwizi ndo siku za kufanyani, madhadhe ndo siku wanawake. Oya. Vipi? Hebu shuka. Mbona lala? Kumbe boss. Kwa nini unalala saa hizi? Hivi hapo ulikuja kulala? Au kujifunza kazi? Na wenzio wako wapi? Wapo huko. Wako wapi? Huko nyuma, ni magari. Aluni? Atakuwa amelala kule. Anapenda kulala huyu. Aluni? Aluni? Naam boss. Ulikuwa fanya nini kule? Nilala kidogo. Sasa wewe kama ndio mkubwa wa kazi hapa tena unalala, alafu wao wanaojifunza inakuaje? Samani. Sio samani. Kwa hizi kazi za watu zitakaa vipi? Alafu mimi nilaumiwa kwamba hapa garage hatufanyi kazi. Mnalala. Achana ujinga, utufanye kazi. Hapa tunakuja kufanya kazi, tufanye kazi. Sio vinginevyo. Au sio? Hapa sasa hivi unakunywa pombe. Kwa nini unakunywa pombe sasa hizi? Kwa nini unywe pombe sasa hizi? Na umemruhusu anywe pombe huyo? Hapana, nishike. Umemruhusu anywe pombe huyo? Nilimwambia. Wewe. Acha ujinga wewe. Sasa umesikia? Wewe ukiwa mkuu wa kazi, nikitoka mimi si ndio? Nimekuletea kijana huyo, utamfundisha kazi, sawa? Mfundisheni spana na kila kitu. Ajue hii kazi. Sio mnakuwa na lala tu. Sawa. Hapa tunakuja kufanya kazi na wewe usiige kama watu wanaofanya. Sio bwana lala. Sawa. Wewe usilale, piga kazi. Ikiwezekana washinde wewe. Sawa? Angalia vitendo ambavyo ni vizuri, endelea navyo vizuri. Ambavyo vibaya achana navyo, sawa? Mimi nataka ukomae wewe kama mimi. Sawa? Sio kama hawa. Samani. Basi, ana akili timamu kwa hiyo. Yuko vizuri. Wanafikiri kama wewe mlevi. Huyu yuko fiti. Tuendelee na kazi. Wewe ngoja. Hebu tembea kuchangamka. Bwana, kuna siku ambazo wakati inakuwa ngumu, maisha yanakuwa magumu na wasi. Huko unaenda. Siku ambazo wakati inakuwa vilio, watu wanakufa. Kuna maharage, wali nyama, rosti na wali samaki. Karibu. Wali samaki shilingi ngapi? 3. Basi naomba wali samaki. Naona una enjoy. Sawa. Karibu. Asante. Sister, mmenibania mboga za majani hata hamna kwenye chakula. Jamani, leo zimewahi kuisha na unachelewa mno kuja. Kesho nitawahi. Nataka mjiongezage lakini mboga nini? Haya, sawa. Chakula kweli kitamu. Mimi naona siwe tabu. Ulipe kaela kako hapa au unasemaje? Nitashukuru. Mteja mwaminifu. Lazima uwe mwaminifu ili hata siku nyingine upige wenzako. Asante. Shukrani yako. Asante. Sawa.
Embrace. Ashauri lala hapo. Kaa hapo silala. Sema chafu mdogo wetu. Unaona hii? Yesu unaona? Hii hapa ni gauni ya kazi. Nguo ya kazi. Sio unaelewa? Vacho. Sawa. Chupia mdogo wetu, chupia tu. Vaa upendeze mwenyewe. Mtoto wa kike, wa kiume huyu. Sawa. Umekela kama bibi harusi. Bibi harusi. Basi samahani. Kama nimekukera samahani. Sasa sikiliza. Wewe nimekuleta hapa mjini. Nataka kutoboa maisha. Nitashukuru sana boss. Sio unaelewa? Nataka kutoboa pua. Eti pua je. Maisha. Sisi unaelewana? Ila mimi nitakuwa bosi wako. Ili mimi ndio mtu mnene. Tuendelee na kazi kati nyundo ile. Nyundo iko wapi? Kule angalia kule. Huko. Njoo kwanza. Sio hapa. Sasa sikiliza. Mimi kwanza leo ndio bosi wako. Sawa nimekuelewa. Sawa. Kwa hiyo nitakulipa. Nitakuwa nakulipa kila siku shilingi 2,000. Sio umeelewa? Nimekuelewa. Ukifanya kazi vizuri, nitakuongeza buku. Itakuwa shilingi ngapi? Jumla 3,000. 3,000? Na kwa hiyo nitakulipa shilingi 1,000. Wewe uko mgumu kuelewa vipi bwana? Sawa sawa. Sasa kuhusu kazi hapo osho waje. Hiyo leo utaipata. Alafu boss. Yaani ukikosa ukiniita boss, unichanganya. Nitakuongeza jero hapo, itakuwa shilingi ngapi? Buku jero. Buku jero. Nitakuongeza 1,500. 1,500 nitakuongeza jero. Sasa boss. Nilikuwa na shida yani jioni unanipatia buku. Niwe nafuata bimihogo kule juu mgawani. Kwa sababu mimi ugali yani waga unishiki nishazoea vimihogo huko. Vile vibora. Unaonekana unapenda mihogo kweli. Na ndio vitu vyangu boss. Ndio vitu vyako. Ndio vitu vyangu. Ondoa shaka mdogo wetu. Tupige kazi kwanza. Buku sijali nitakupa. Nitakupa buku yellow. Ukaenda sasa kwa tunaenda kazi. Changamu. Kuna hii siku kila maskini anaitaka ya kusahau shida, siku ya kutajirika, siku ambayo atapokea madili, siku ambayo kila mmoja tamhubiri, siku ambayo hatofaa kanda mbili, atakuwa na viatu zaidi ya pea mbili. Siku za mwizi ndo siku za kufanyani, Mother's Day ndo siku wanawake duniani. Siku kuu huwa tunazisubiri kama nini, na kuna nyingine Yesu aliteswa msalabani. Nakosa cha kubonga, mapenzi yananichenga, kichwa kinagonga, utajiri unanichenga, miaka inasonga refu kama pilipili, kazini kuna kazi tunachezeshwa makirikiri. Karibu. Asante. Naomba wali maharage. Subiri hapo.
Ni dakika ya 10 sasa, sioni chakula hapa. We naye utafikia ndo mteja peke yako. Mwenyewe huyo. Sasa wewe unajiuliza, nani? Kumbe leo mwenyewe. Wewe umelala leo mgawani? Mgawani wapi babu? Yaani kuna dada mpya hapo, yaani nakwambia ni mkali mpaka na kera yani. Wewe. Ukali wewe ndio maisha mapenzi. Wewe unajifanya ujui. Ila huyu. Tara naye bwana mimi naomba. Afu sikiliza. Bosi anatusubiri kule. Wewe jichanganye. Pesa. Wewe. Unatembea. Unajua Eliza? Mimi nimekuita hapa, kuna kitu nataka tuongee. Kwa sababu mimi naona kabisa haiko sawa. Na sijui utanichukuliaje, lakini sio kwa nia mbaya. Unajua leo nilipokuja kula hapo mgawani, yule mfanyakazi wako yule, kwa vitu ambavyo amenifanyia mimi, angelikuwa ni mtu mwingine, Eliza, mteja umeshakosa. Yaani hajui kuongea na mteja vizuri. Anawakaripia wateja. Yaani alikuwa ananikaripia. Yaani mimi namwambia nipe chakula, anakaa dakika 10 hajaniletea chakula. Namuuliza ananifokea. Kibiashara hiyo haiko sawa. Unaweza mkakosa wateja hapo akiendelea hivyo. Na naongea hivi kwa sababu nyie ni kama ndugu. Gereji yetu na mgahawa wako huu ni vitu ambavyo vinategemeana sana. Sasa akishaanza kufanya hivyo kwangu mimi, akafanyia na wale wengine, wakasema tusiwe tunakula hapo, na wewe tayari kuna namna utashuka kwenye mauzo. Lakini sasa nilikuwa naomba wewe ukaongee na yule mfanyakazi wako vizuri. Mimi nimekuelewa. Nashukuru sana kwa ukarimu wako. Na pia nitaenda kuongea na mwenzangu kwa haya yaliyojitokeza. Naamini atajirekebisha na mambo yote yatakuwa sawa. Sawa Sister Eliza. Mimi nashukuru kwa kunielewa. Nafikiri lilikuwa ni hilo tu. Mimi niondoke sasa. Sawa kakangu.
Pole pole moyo wangu, pole pole, usije ukaenda lesi tukakosea. Pole pole moyo wangu wewe. Ndio kwanza tunajenga, naomba tusije tukabomoa.